Naam, habari wapenzi wasikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi. Ni kipindi cha Ramadhani na Zuberi Musa Maruma amefikiria kutuletea simulizi na riwaya inayokwenda kwa jina la Ramadhani Karim. Ramadhani Karim na mtunzi akiwa ni Zuberi Maruma. Unaweza kumpata kwa namba za WhatsApp 0759 42 76 na mwisho ni 53. Hii ni sehemu ya kwanza imetoka, na funga ya tatu ya Ramadhani. Simulizi yetu inaanzia miezi 6. Ilikuwa ni miezi 6 sasa imekata toka waanze kuishi pamoja. Ndo kwanza penzi lilikuwa shapta. Ilisikika sauti katika chumba kimoja ambacho walikuwa wamekaa wapenzi wawili. Mary mpenzi, Hamza akaita kwa sauti ya upole nzito iliyojaa mahaba ndani yake. Naam love. Mary akaitika kwa sauti nyororo iliyojaa uchovu, hii ikitokana na shughuli pevu waliotoka kuifanya dakika chache zilizopita. Basi Hamza akasema unajua wiki ijayo tunauanza mfungo, alisema taratibu sana Hamza. Najua, Mary akajibu kwa tabasamu hafifu. Sasa nisikilize mpenzi wangu, kwa kuwa hatujafunga ndoa, si vyema tuendelee kuishi pamoja. Itakupasa urudi kwenu kwanza mpaka mfungo uishe, ndo urudi nyumbani. Sawa mpenzi wangu, umenielewa? Kiukweli Mary hakuamini alichokisikia. Unasemaje Hamza? Mimi nirudi kwetu? Kunitumia kote leo unaniacha? Hapana, siamini. Pale pale machozi maskini ya Mungu yakaanza kumtiririka Mary. Furaha yote ikamtoweka. Machozi, vilio vikatawala mule ndani. Amani ilikuwepo hapo awali ikapeperushwa kama kimbunga kipeperushavyo vumbi kujiunda. Hapana mpenzi, sio kwamba nakuacha, la, bali tunaupisha huu mwezi mtukufu. Hatuwezi kulala pamoja, hatuwezi mpenzi, tutakuwa tunamkosea Mungu sana. Hapana, acha kujitetea. Umeshapata ulichotaka, sasa unanidharau. Sawa, nitaondoka, ila utanikumbuka. Kumbe Waislamu ndivyo mlivyo. Niliambiwa nisipendane na nyinyi nikakaidi. Sasa yamenikuta. Mary, hapana mpenzi, uko unafika mbali. Mimi nakupenda na unajua hilo, na naahidi kukuoa baada ya Ramadhani kuisha. Amini hili. Hamza, kwa nini isiwe sasa? Wewe ushanijua, basi sina thamani tena. Ila asante, mjinga ni mimi. Mary alizidi kulia na kumlaani vikali Hamza, na wala hakuelewa kile ambiwacho, wala hakutaka kabisa pia kuguswa. Penzi ndo lilisha kufa tayari. Akaamua kuchukua shuka jingine
na kugeuka upande wa chini ilipoelekea miguu ya Hamza na kulala, huku kwikwi za kilio zikizidi kuwa na kero masikioni mwa Hamza aliyeishiwa maneno yote ya kubembeleza. Kichwani kwake kukiwa na jambo jingine kubwa lililokuwepo mbele yake. Ilikuwa ni ndoa ikizunguka katika kichwa chake, kuoa kabla ya Ramadhani, mwanamke atakayempikia futari na hata kumpa lile tendo la ndoa alilolipenda zaidi ya kitu chochote katika ulimwengu huu. Hamza alikumbuka mchana wa siku hiyo binti Maryam, mfanyakazi mwenzake, alipomfuata na ombi maalum, ombi la kumwoa, na si kumwoa tu, ilikuwa ni kumwoa na baada ya Ramadhani kuisha ampe talaka na tena talaka 3. Ama kweli ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Je, ni nini kitakachoendelea? Usikose sehemu ya pili ya riwaya hii itakayokufunza na kukuelimisha, lakini pia kukuburudisha. Mimi ni Kaniban Ahmed, kama kawaida na kuingizia voko na sauti ya mamlaka niliyojaliwa na Mwenyezi Mungu, nikiwa ninatiririka katika wino uliobarikiwa wa mkono wa Zuberi Musa Maruma. Hii ni Ramadhan Karim, tukiwa katika mfungo mtukufu wa mwezi wa Ramadhani. Basi Zuberi ameamua kutufurahisha kwa kutupa kisa kinachohusu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukutane sehemu ya pili.